Bwana Yesu apewe sifa ndugu yangu, na kusalimu kwa jina la Yesu. Natumaini mzima wa afya na Mungu anaendelea kukupigania katika kila hatua ya maisha yako. Hakika Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi, na siku ya leo ningependa niendelee kukukumbusha juu ya swala zima la kusalimisha maisha yako kwa Yesu. Swala zima la kuokoka na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana neno la Mungu linasema atakayeamini jina la Yesu na kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo amekwisha kuokoka. Sasa ndugu yangu, kama hujamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni bora uokoke siku ya leo, kwa sababu siku za mwisho zinakaribia. Unajua tunavyoongea vitu kama hivi, kuna wakati unaweza ukaona kwamba tunaongea maigizo. Unaweza ukaona kwamba sisi ni washamba tunayoongea mambo haya, lakini nataka nikwambie sisi sio washamba. Nimesikitika sana, kuna ndugu yangu mmoja, rafiki yangu sana, ambaye nilikuwa nasali naye, lakini katokea siku akaja akaacha kusali, akaacha kumtumikia Mungu, akarudi nyuma. Nikamfuata nikamwambia, ndugu yangu, kwa nini unakuwa hivi? Nikamwambia, ndugu yangu, kuacha wokovu ni rahisi sana, ila kurudi tena ni kitu ambacho ni kigumu mno. Alichonijibu akaniambia kwamba mbona ni rahisi tu kurudi? Mbona ni rahisi tu kurudi kuendelea kuokoka kwa mara ya pili tena? Nikamwambia, ndugu yangu, sio rahisi. Ni afadhali urudi umtumikie Mungu wako aliye hai. Alichonijibu akaniambia kwamba tulia, nitafute kwanza maisha, nitarudi. Lakini kitu ambacho ni cha kushangaza na kitu ambacho kimeniuma moyo sana ni kusikia kwamba yule ndugu yangu amepata ajali ya bodaboda na amepoteza maisha. Nimeumia sana moyo. Moyo uliniuma kwa namna ambayo mpaka machozi yalinitoka, kwa sababu aliniumiza kwa kweli. Alisema tulia kwanza nitafute maisha, nitaokoka. Lakini kabla hajarudi kwa Yesu, akapata ajali ya bodaboda na kupoteza maisha. Ndugu yangu, inauma sana. Lakini napenda nikushauri siku ya leo, usione kwamba tunaigiza tunachokuambia hiki. Ni bora uokoke, maana usalama wako uko kwa Yesu. Usalama wa maisha yako wapo duniani. Usalama wa maisha yako mpaka siku utakapokufa uko mikononi mwa Yesu. Usipokuwa mikononi mwa Yesu, hauko salama hata kidogo. Kuna watu wanakufa leo, sio kwamba Mungu alipanga wafe, lakini ni shetani amewateka. Kwa hiyo ni vyema uokoke na kumjua Yesu na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana kuna faida kuwa ndani ya Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.